kabisa. Unaelewa? Kwa hiyo nilitumia muda mwingi kufanya research nani anaweza akanipatia kitu noma katika album. So kama unakuja vizuri. Ujipange. Kama kuna msanii ambaye anafanya vizuri kwenye game ya muziki hapa Afrika ama East Africa sasa hivi ni Mario. Na kwenye list ya wasanii 5 ambao wanafanya vizuri hapa East Africa lazima utapata jina la Mario mahali. Okay? So Mario sasa hivi ameweza kuingiza more than 2 million subscribers pale YouTube na ameweza kuingiza more than 465 million views ambayo wasanii wengi wameshindwa kuweza kufikisha. So leo hii wacha tuzungumzie Mario na makubwa ambayo ameyafanya na alifikaje kwenye makubwa ambayo ameweza kufikia. So kama wewe ni mgeni kwenye channel yetu, tafadhali tunaomba tusupport kwa kusubscribe, kulike na kuweza kucomment. So Mario aliweza kuzaliwa 1995 kule Temeke, Dar es Salaam na akaweza kutumwa kwenda kuishi na nyanya yake kule Kibit Pwani, ambaye alikuwa anakaa kule sehemu za Pwani region na akaweza kukaa huko kwa muda mrefu na akasomea kule. So baada ya kusoma na kumaliza chuo alikuja na kuweza kuanza kazi na alikuwa anafanya kazi kama mechanic pale kwenye garage ambayo ilikuwa ni garage ya uncle yake. So alikuwa anajaribu kutafuta mapato pale akiwa kwa uncle yake kwenye garage yake. So baadaye Maria akaanza kuandika nyimbo na kabla hajaanza kurekodi nyimbo zake binafsi alikuwa ni msanii ambaye anaandikia wasanii wengine wimbo. So Mario aliandikia wasanii kama Nandi nyimbo, akaniandikia Lulu Diva nyimbo, akamwandikia msanii kama Christina Bella ambao mnamjua, kuna kipindi aliwahi trend sana, alimwandikia nyimbo kadhaa. Baadaye ndiye akaona ni hasara kuandikia watu nyimbo, akaanza kujiandikia mwenyewe na akaingia studio na akaweza kufanya wimbo yake ya kwanza ambayo ilikuwa inaitwa Da Kugumu. Okay? So Da Kugumu ni wimbo ambayo iliweza kumtambulisha. Wimbo ya kwanza ilijaribu kufanya vizuri sana na ikaweza kumfanya atambulike for the first time na iliproduciwa na producer Abba. Okay, ama Abba Music kama unakumbuka, ndio production ambayo iliweza kumsimamia wimbo yake ya kwanza. So baadaye Maria akakuja ka struggle baadaye na akaweza kukuja na nyimbo ambazo ziliweza sasa kumfanya ajulikane Tanzania nzima na akapenya East Africa kidogo. So baada ya kutoa Da Kugumu alikuja akatoa wimbo ambao inaitwa Raha ambayo ilifanya vizuri sana. Baadaye akatoa Inatosha ambayo ilimsongeza pakubwa zaidi, na baada ya hapo akakuja akatoa Asante, zikamtambulisha kama msanii kutoka pale Tanzania, nikamweka kwa upcoming artist ambao waliwekwa kwenye list ya wasanii ambao walitoka chini mwaka ambao alitoka na kufanya vizuri. Baadaye Mario mizizi ya muziki yake iliweza kupenya zaidi baada ya kuingia kwenye Amapiano na akaenda kule South Africa akafanya wimbo yake ya Amapiano 2020 na akakuja na wimbo ambao inaitwa Mama Amina. Mama Amina ni wimbo ambao ilimsaidia sana kuweza kupenya na ikaweza kumweka kwenye chati ya wasanii ambao walifanya Amapiano kali hiyo 2020. Akaweza kubishana na akina Rayvanny, akina Harmonize, akina Diamond. Wakati akina Harmonize wakawa wanatoa Ticha Konde na kadhalika, alibishana nao kupitia wimbo yake ya Mama Amina. Baadaye akakuja akafanya collaboration na msanii kutoka Kenya ambaye ilimfanya ajulikane sana Kenya. Msanii ambaye anaitwa Jovial, walifanya wimbo ambao inaitwa Mi Amor pale Kenya na ikaweza kupenya vizuri. Ni wimbo ambao iliweza kuperform vizuri sana kwenye game during that time na ikaweza kumfanya ajulikane Kenya, Uganda, in short East Africa, akapashika na akawa one of the biggest artists ambao walikuwa during that time, like top 20 ukiongelea wasanii kama hao aunge mkosa mahali. So Mario akaingia kwa biashara, akaweza kufungua recording label yake ambayo inaitwa Bad Nation Company Limited ambayo inafanya multiple production na kadhalika. So ana record na shoot video, kuna a lot of things ambayo anafanya pale na sasa hivi yeye ni msanii ambaye ana own recording label. So Maria ameweza kuwin awards kadhaa, akawin Trace Awards na awards zingine ambazo aliwin locally. So Trace Awards ndio award kubwa ambaye amewahi win tangu aanze muziki. So mpaka sasa hivi Mario ameweza kufanya vizuri na nyimbo zake. One of the biggest songs ambayo Maria amewahi toa tangu aanze muziki ni wimbo ya kwanza ambayo imetangulia inaitwa Naogopa, ambayo amemshirikisha Harmonize ambayo iko na more than 57 million views tangu iweze kutoka. Akakuja akatoa wimbo na BN ambayo inaitwa Nairobi, iliweza kutolewa miezi 6 ambayo imepita, iko na 39 million views. Akakuja akatoa wimbo ambayo inaitwa Mi Amor ambayo alimshirikisha Jovial yenye niliwaelezea, ambayo iko na more than 33 million views mpaka sasa hivi as we speak. Baadaye alikuja akatoa Tete miezi
3 iliyopita, na Tete iko na more than 30 million views. So hizo wimbo ya Nairobi ambayo mpaka sasa hivi tunaona imeingia kwenye chart ya awards kubwa duniani, na Tete zimeweza kumfanya Mario aweze kusambaa na kuwa one of the biggest artists hapa barani Afrika. So as we speak right now, ukiwaangalia wasanii ambao wanafanya vizuri sana, Mario ako kwenye list yako top 10, uweze mkosa Mario East Africa nzima. Okay, ukimwacha Diamond, ukimwacha Harmonize, ukimwacha Rayvanny, ukimwacha Zuchu, Alikiba na wasanii wengine, Mario pia na fit there between. Hata kwenye best male artist of the year last year pale Tanzania aliweza kuwekwa kwenye list, kumaanisha kwamba Mario ameenda level nyingine. Sijui maoni yako ni yapi kumuhusu Mario? Wimbo gani ya Mario ambayo is your favorite ama your best? Unaweza katuacha kwenye uwanja wa comment section. Till the next time, Jack Blue Africa toka Mamoja TZ. Bless. Unakaa kama ile track na Joshua Baraka pia. Amevaa pia yule pale. Ndo huyo. Ya Quick Master. Nimetumia muda mwingi sana kuitengeneza album, nimetuliza akili. Nimefanya investment kubwa kwenye production, unaelewa. Ukisikiza mule ndani kuna masound tofauti. Yule pale anaitwa Quick Master, ametengeneza mule wangu na Harmonize, ametengeneza Happiness, ametengeneza 225, unaelewa. Mtu mbaya kabisa. Kuna mtu anaitwa Kaniba, ametengeneza Nairobi, ametengeneza Dar es Salaam. Hao wote wameproducer wapya, lakini wana sound fulani noma kabisa, unaelewa. Kwa hiyo nilitumia muda mwingi kufanya research, nani anaweza akanipatia kitu noma katika album. So kama unakuja vizuri, ujipange. Unakaa kama ile track na Joshua Baraka pia. Amevaa pia yule pale. Ndo huyo. Ya Quick Master. Nimetumia muda mwingi sana kuitengeneza album, nimetuliza akili. Nimefanya investment kubwa kwenye production, unaelewa. Ukisikiza mule ndani kuna masound tofauti. Yule pale anaitwa Quick Master, ametengeneza mule wangu na Harmonize, ametengeneza Happiness, ametengeneza 225, unaelewa. Mtu mbaya kabisa. Kuna mtu anaitwa Kaniba, ametengeneza Nairobi, ametengeneza Dar es Salaam. Hao wote wameproducer wapya, lakini wana sound fulani noma kabisa, unaelewa. Kwa hiyo nilitumia muda mwingi kufanya research, nani anaweza akanipatia kitu noma katika album. So kama unakuja vizuri, ujipange. Unakaa kama ile track na Joshua Baraka pia. Amevaa pia yule pale. Ndo huyo. Ya Quick Master. Nimetumia muda mwingi sana kuitengeneza album, nimetuliza akili. Nimefanya investment kubwa kwenye production, unaelewa. Ukisikiza mule ndani kuna masound tofauti. Yule pale anaitwa Quick Master, ametengeneza mule wangu na Harmonize, ametengeneza Happiness, ametengeneza 225, unaelewa. Mtu mbaya kabisa. Kuna mtu anaitwa Kaniba, ametengeneza Nairobi, ametengeneza Dar es Salaam. Hao wote wameproducer wapya, lakini wana sound fulani noma kabisa, unaelewa. Kwa hiyo nilitumia muda mwingi kufanya research, nani